Sasa Jumbe anasema, mimi nilikuwa mjumbe wa Baraza la Mapinduzi kwa wakati mmoja au mwingine, kwa cheo kimoja au chengine, kutokea kuanzishwa kwa baraza hilo hapo Januari 64 mpaka 1984, na nimeshindwa katika kumbukumbu zangu kupata ushahidi wa kufanyika kikao cha Baraza la Mapinduzi kama ni Zanzibar au Dar es Salaam ili kuthibitisha mkataba wa muungano. Mheshimiwa Mwenyekiti, hati za makubaliano ya muungano hazikuthibitishwa na Zanzibar, na muungano, hati kama zipo kweli, hati hizo si halali kwa sababu hazikuwahi kupata ridhaa ya wananchi wa Zanzibar. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, hizo siku za kwanza za muungano ni kipindi muhimu sana, waheshimiwa wajumbe mkakielewa, kwa sababu mambo makubwa yalitokea katika hiyo miezi miwili ya kwanza. Naomba nizungumze kile ambacho wamekiita watu wengi Tanganyika kuvaa joho la Tanzania, Tanganyika kujigeuza kuwa Jamhuri ya Muungano. Na naomba ninukuu yaliyoandikwa katika kitabu cha Mzee Pius Msekwa. Siku hiyo ya muungano, tarehe 26 Aprili 64, Mwalimu Nyerere alitunga amri, decree. Na mnafahamu decree huwa zinatungwa na walioingia madarakani kijeshi au na wafalme, lakini Mwalimu alitunga decree. Alitunga decree mbili siku hiyo hiyo ya muungano. Decree ya kwanza inaitwa amri ya masharti ya mpito ya mwaka 64. Kwa amri hiyo waheshimiwa wajumbe, Mheshimiwa Mwenyekiti, amri hiyo iliwabadilisha watumishi wote wa serikali ya Tanganyika na kuwafanya kuwa watumishi wa Tanzania, wa Jamhuri ya Muungano wote, kuanzia mfagizi wa mahakama ya mwanzo mpaka rais mwenyewe, wakawa watumishi wa serikali ya Jamhuri ya Muungano kwenye mambo ya muungano na kwenye mambo ya Tanganyika. Pili, amri hiyo iligeuza mahakama kuu ya Tanganyika kuwa mahakama kuu ya Jamhuri ya Muungano. Tatu, sheria hiyo iligeuza nembo ya taifa ya Jamhuri ya Tanganyika, hiyo bibi na bwana, iligeuzwa na kuwa nembo ya taifa ya Jamhuri ya Muungano. Hiyo ni nembo ya Tanganyika. Siku hiyo hiyo, Mheshimiwa Mwenyekiti, una dakika 3 Mwalimu Nyerere, Mheshimiwa, nimevurugwa sana hapa. Siku hiyo hiyo, Mheshimiwa Mwenyekiti, Mwalimu Nyerere alitunga amri nyingine inaitwa amri ya katiba ya muda, na amri hiyo ilisema kwamba katiba ya